Leo Mwiskula hapa _TZ mwamba wa juu kwenye Instagram pamoja na TikTok. Bana, nataka niwazungumzie kikosi cha wananchi Yanga Sports Club kwenye msimu huu wa mwaka 2025-2026. Walianza wakiwa ni mabingwa watetezi katika mashindano yote ya ndani. Unazungumzia ligi kuu, unazungumzia FA, unazungumzia Mapinduzi Cup, unazungumzia Muungano Cup, bila kusahau na ngao ya jamii. Lakini hadi hivi sasa ninavyoongea na wewe ni kwamba wananchi wamefanikiwa kutetea ubingwa wa ngao ya jamii wakiifunga Simba kwenye Kariakoo Derby, wametetea Mapinduzi Cup wakiifunga Azam kwenye Dar es Salaam Derby, lakini wameshindwa kutetea mashindano ya Muungano Cup wakipoteza mbele ya Simba Sport kwenye Kariakoo Derby. Sasa mkononi wana mataji mawili ambayo wanapaswa kuyatetea, ligi kuu na michuano ya FA Cup. Sasa swali ni kwamba je, wataweza kutetea haya mataji mawili ambayo yamebaki kwa maana ya ligi kuu na FA? Ili watetee Yanga ni lazima niangalie kiwango chao kwenye michezo migumu, na hapo lazima uguse hizi derbies, Kariakoo Derby na Dar es Salaam Derby. Naamini msimu huu ili Yanga ondoke na mataji haya mawili kwa pamoja, ni lazima waweze kufanya kazi ya kushinda hizi mechi ngumu. Kwa nini? Tukianza, ili watetee taji kwenye ligi kuu, wana michezo miwili mfululizo ya Dar es Salaam Derby. Sasa Dar es Salaam Derby ndio ambayo itakwenda kuamua kama Yanga wanachukua taji la ligi kuu na taji la FA. Manake ni kwamba, hebu tuangalie performance ya Yanga kwenye Dar es Salaam Derby. Wameifunga Azam kwa mikojo ya penalti. Hawakuweza kufunga bao katika dakika 90 za mchezo, wakishinda kwa mikojo ya penalti pale Zanzibar. Hiyo sio kesi. Njoo kwenye ligi kuu, katika mchezo ambao wananchi hawakuweza kupata goli katika dakika 90 za mchezo na on target moja tu mbele ya Azam FC. Performance ya Yanga kwenye Dar es Salaam Derby sio ya kuridhisha katika matokeo ya kufunga ndani ya dakika 90 za mchezo. Maswali mazito ni kwamba wataweza vipi kuifunga Azam katika mechi mbili za mfululizo, kwa maana mchezo mmoja wa ligi kuu na mchezo mmoja wa nusu finali kuna FA. Huko wanaenda wakiwa hawana performance ama hawana mwenendo mzuri mbele ya Azam katika mechi mbili zilizopita. Njoo kwenye Kariakoo Derby, walifunga Simba kwenye ngao ya jamii na wamekwenda kupoteza kwenye Muungano Cup bao la Selemani Mwalimu kwa mkojo wa penalti. Lakini tunakumbuka vyema katika mchezo wa ligi kuu duru ya kwanza hapo, tukiona jinsi ambavyo wananchi walivyo struggle kupata matokeo wakilazimishwa suluhu ama wakilazimisha suluhu mbele ya Simba pale Zanzibar New Amaan Complex, mechi ambayo ilikwenda kwa 0-0, na tuliona jinsi ambavyo wananchi walivyokuwa chini kwenye mchezo. Lakini hata kwenye mechi ya marudiano pale Samuyo, wananchi wanakwenda kupata sare baada ya kutokea nyuma ambao mali kwa 0, wanakuja na level scoreboard 2-2. Ukichukua hizi mechi tatu za Yanga na Simba kwenye msimu huu, picha ambayo unaipata ni michezo minne kwa maana ya ngao, mchezo miwili ya ligi kuu na mchezo mmoja wa Muungano Cup. Ukichukua katika hizo michezo minne ya Kariakoo Derby kwa Yanga, performance yao haijawa kubwa ukilinganisha na performance ya msimu uliopita dhidi ya Simba. Ina maana ni kwamba wameshinda mechi moja tu ya ngao ya jamii, lakini wamepoteza kwenye Muungano Cup, lakini sare 2 kwenye ligi kuu. Alafu mwenendo wa mchezo ukionyesha kwamba wao walikuwa wako chini kuanzia kwenye mashuti ambayo yamelenga lango hadi kwenye umiliki wa mchezo. So unaangalia Yanga ya msimu huu kwenye Kariakoo Derby na kwenye Dar es Salaam Derby hawajawa na mwenendo mzuri kile ambacho kinaangaliwa katika msimu uliopita. Kwa hiyo nafikiri msimu huu Yanga eneo ambalo tunasema kwamba wamepunguza ule ufanisi wao na wamepunguza ile domination yao msimu huu ni kwenye mchezo migumu kwa maana ya derby, Kariakoo Derby na Dar es Salaam Derby. Ili Yanga wawe mabingwa katika makombe mawili ambayo yamebakia kwa maana ya FA na ligi kuu, basi waweze kucheza vizuri katika hii michezo, katika hizi derbies kwa maana Dar es Salaam Derby na Kariakoo Derby.